Amen. Siku ya leo tuna mambo ya kukumbushana tu ambayo tutakwenda kuyasikia hapa. Lile ambalo ninakuambia kwa siku ya leo ni neno la Mungu na linatoka kwa Mungu. Amen. Amen. Kila neno ambalo unafundishwa mahali hapa kanisani, hapa na pengine, ni neno la Mungu. Unatakiwa kulifuata na kuishi. Roho Mtakatifu ambaye tunafanya kumbukumbu kwa siku ya leo, ninakuambia ya kwamba huyu Roho Mtakatifu ni Mungu kweli. Huyu Roho Mtakatifu ni yeye anafanya kazi katika siku hizi za neema. Anajifunua kwako, anakuongoza wewe, ananiongoza mimi na anaongoza kanisa. Huyu Roho Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu ni moja kati ya ule Utatu Mtakatifu ambao tunauita Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na ni wao waliokaa pamoja na wakasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, mwenye sura yetu, mwenye kila chochote tulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikuambie nini? Nataka nikuambie ya kwamba huyu Roho Mtakatifu, ndugu yangu, Mkristo mwenzangu, mwanafunzi mwenzangu, usimkufuru Roho Mtakatifu, kwa sababu ukikufuru Roho Mtakatifu hautasamehewa kamwe. Bwana Yesu atusaidie sana, kwa sababu yeye ni Mungu. Na mimi ninashauriwa hivi, nisikufuru, usikufuru, tusikufuru. Hatustahili kukufuru Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ni Mungu. Katika maisha ya mwamini kuna mambo fulani ambayo Roho Mtakatifu anakwenda kufanya kwake, na ni haya tunataka tukumbushane kwa siku ya leo. Baada ya wamitume kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu pale Yerusalemu walipokuwa wale 120, kazi ya kwanza walioifanya, walianza kutangaza Injili. Bwana Yesu tusaidie sana. Yule Roho Mtakatifu waliompokea, aliyowajaza, aliwapa nguvu, na wao wakaanza kufanya kazi. Ni kazi gani walioanza kuifanya? Ni kazi nyingi walizoifanya. Walichukua Injili Yerusalemu, wakaenda Yudea, wakaendelea Samaria hadi mwisho wa nchi. Na ndio maana sisi wote tulio mahali hapa tuna hii neema ya kuweza kufundisha na kulisoma na kuhubiri neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Nataka nikuambie ya kwamba Roho Mtakatifu alipowajalia wamitume walijazwa na nguvu. Wamitume walianza kufanya nini? Walianza kufanya kazi. Na kipindi walianza kufanya kazi, hawakukaa ulelemama. Hapa walianza kufanya kazi ya kulifundisha neno. Na siku ya leo tutakwenda kuona kazi za Roho Mtakatifu. Somo letu la siku ya leo ni kazi za Roho Mtakatifu. Ikiwa unaandika, andika kazi za Roho Mtakatifu. Na mahali pale tuliposoma na ni hapa. Hapa nina baadhi ya kazi za Roho Mtakatifu ambazo anazifanya kwetu. Sikuzitaja zote kwa sababu muda, niliangalia muda na somo ndefu. Lakini nataka nikuambie ya kwamba nimeandaa kazi za Roho Mtakatifu ambazo tutakwenda kuziona hapa. Nimeandaa 6. Amen. Amen. Na kupitia hizi 6 ni zile ninataka wewe unifuate kwazo. Kazi yetu ya kwanza, huyu Roho Mtakatifu anatushuhudia kuhusu uhusiano wetu na Mungu wetu. Tukisoma kitabu cha Warumi 8 na versi ya 16. Warumi sura 8 na versi ya 16. Aliye tayari anaweza kutusomea. Warumi tusome Warumi 8
na 16 inasema hivi. Inasema hivi. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu. Hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kwa kuwa sisi tu watoto wa Mungu, hapana wa shetani. Endelea. Na kama tu watoto, basi tuwarithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Amen. Tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Amen. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Roho wa Mungu, huyu roho mwenyewe anatushuhudia. Huyu roho wa Mungu anakushuhudia. Huyu roho wa Mungu ananishuhudia kwa mangapi? Kwa yale mambo mazuri ambayo inakwenda kuyafanya. Hatushuhudie kwa mambo mabaya. Hatushuhudie kwa mambo ya njia za hivi. Anashuhudia kwa yale mambo mazuri ambayo tunayoyatenda. Anatushuhudia kwa yale mambo tunayoyafanya, iwe usiku iwe mchana. Yeye halali usingizi kama sisi tunavyolala usingizi. Yeye yuko pale karibu yetu. Yeye ni rafiki yetu. Yeye anaenda pamoja nasi. Ikiwa tunaenda kazini, anaenda pamoja na sisi kwa ajili ya kutushuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatushuhudia mema, hatushuhudii mabaya. Na ikiwa wewe ungali unachanganya, Roho Mtakatifu atakushuhudia yale mabaya unayoyafanya na sio vizuri. Roho Mtakatifu anakataa dhambi. Anakataa dhambi. Anataka mwenendo mzuri. Na ndiyo maana yeye yuko karibu, yuko pale kila saa na kila dakika. Halali. Ukiwa na mawazo ya kutenda dhambi, yeye yuko karibu na kuambia kasauti kadogo leo yako leo hitaji, anakuambia, ananiambia na mimi leo yetu leo anakushauria kila saa. Roho Mtakatifu. Na ukishinda ile hatua ya dhambi, yeye yuko karibu, anachukua ripoti, anapeleka wapi? Mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Aseme fulani ameshinda hiki na hiki. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Roho Mtakatifu anatushuhudia mengi. Anakushuhudia wewe, ananishuhudia na mimi. Anatushuhudia sisi sote kwa yale mema tunayoyafanya. Ikiwa kuna mambo ambayo unaenenda kwa hayo, yale yasiyo mazuri, yuko tayari, anakuambia acha hivi. Lakini wengi ukimshauria, unampa mambo mazuri, Roho Mtakatifu anakushauria, yeye anakataa. Lakini jiweke kwa Mungu ili Roho wa Mungu apate kukushuhudia kwa mambo mazuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Jambo letu la pili, Roho Mtakatifu yeye ni mwalimu wetu mkuu. Roho Mtakatifu ni mwalimu wako. Roho Mtakatifu ni mwalimu wa kanisa. Roho Mtakatifu ni mwalimu wangu. Roho Mtakatifu ni mwalimu wa kila umoja, wa kila kiumbe chote alichokiumba kilicho na akili. Kwa sababu gani yeye ni mwalimu? Kwa sababu anatufundisha. Anatufundisha. Soma Yohana 14 na 26. Yohana Injili 14 ni sura na versi ya 26. Soma Yohana 14 na 26 inasema hivi. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, kwa jina la Yesu Kristo, tuseme vile, kwa jina la Yesu, atawafundisha yote, atamfundisha yote na kuwakumbusha yote, atakufundisha yote na kukukumbusha yote niliyowaambia, aliyotuambia. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Huyu Roho Mtakatifu
ambaye Baba amempeleka kwetu kwa jina la Yesu Kristo, atatufundisha yote. Atatufundisha elimu ya kimungu, atatufundisha elimu ya Kikristo, hatatufundisha elimu mbaya, elimu nzuri. Atatukumbusha yote. Yale atakayotukumbusha ni yale tayari amekwisha kutufundisha, ambayo mimi na wewe tumekwisha kuyasahau, na baada ya kuyasahau tunaanza enda katika njia zetu ambazo sio nzuri. Ni yale atakwenda kutukumbusha. Bwana Yesu atusaidie sana. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anafundisha, anakumbusha. Na nina uhakika ya kwamba wewe ulio hapa, Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Alishawahi kukufundisha mengi na ataendelea kukufundisha mengi na anakukumbusha mengi, lakini ninachokuomba ndugu yangu, ama rafiki mwenzangu, ama Mkristo mwenzangu, kubali mafundisho ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ni mafundisho mazuri. Haitakupeleka pabaya, itakuonyesha ile njia nyembamba, itakupeleka katika ile nyembamba hadi katika uzima wa milele. Lakini ukikataa mafundisho ya Yesu Kristo, mafundisho ya Roho Mtakatifu, atakupeleka katika ile njia pana na utapotea. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa hiyo ndugu yangu, mwaliko ni kwako, mwaliko ni kwako. Tukubali mafundisho ya Roho Mtakatifu. Ana mafundisho mengi mazuri, hana mafundisho mabaya, ambayo yanatupeleka katika uzima wa milele, na ni ile tunatafuta. Kila siku tuko tunakesha hapa ni kwa sababu ya kutafuta uzima wa milele. Tunatafuta uzima wa milele, hapana uzima wa kupotea, ule wa kwenda jehanamu. Uzima wa milele ni ule tunaotafuta. Kwa hiyo kubali mafundisho ya Yesu Kristo, na yeye atakupeleka, atakufundisha, atakukumbusha, atakutia katika yote, nawe utakuwa mtu mzuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tunaenda kwa kazi ya tatu. Kazi ya tatu, huyu Roho Mtakatifu, yeye ni kiongozi wetu mkuu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yeye ni kiongozi. Yeye kazi yake kutuongoza. Soma Warumi 8:14. Yeye anaongoza kila mmoja wetu. Amen. Na wengi wana ushuhuda wa kuongozwa. Mimi nina ushuhuda wa kuongozwa. Wewe una ushuhuda wa kuongozwa. Sisi sote tuna ushuhuda wa kuongozwa. Na kiongozi wetu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Soma hiyo Warumi 8:14. Warumi 8:14 inasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Wimbo wetu wa pili wa waimbaji. Yesu awabariki sana. Amen. Amen. Unapata hasira? Hapana. Wimbo ambao tumeimbiwa na waimbaji wetu. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Wa Shetani. Si vile? Wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hao ndio wana wa Mungu. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Madereva wanaoendesha magari, Roho Mtakatifu ni kiongozi wenu. Amen. Roho Mtakatifu ni kiongozi wetu. Roho Mtakatifu ni kiongozi hata kwa mimi. Nikisema kanisa na mimi niko ndani. Roho Mtakatifu ni kiongozi kwa wamama, ni kiongozi kwa wababa, kwa vijana, hachagui. Kila lika. Yeye ni kiongozi pale. Anaongoza. Huko naenda wapi? Fata nje. Wewe, twende hivi. Yeye ndio kazi yake. Amen. Amen. Hataki tupotee. Hataki tuachane naye. Ana wivu na sisi. Ndio maana anatuongoza. Ndio maana anatuweka kwenye msafara umoja.
ndiyo maana aliyevuviwa na mambo haya na maneno haya alivuviwa maono mazuri, kwa sababu aliandaa wimbo mzuri. Ni Roho Mtakatifu aliyekuvuvia maneno na sauti ya kuimba wimbo kama na huu, ili upate kuwafundisha watu wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Twende na laini. Pale Mungu akapenda ni pale tutamalizia. Jambo letu la nne, kazi ya nne nakwenda kutuambia hii. Roho Mtakatifu anatusaidia kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Roho Mtakatifu anatusaidia. Kila mmoja atasema ndani mwake, Roho Mtakatifu ananisaidia, anakusaidia, anasaidia kanisa, anasaidia kila mmoja kuishi maisha ya kumpenda nani? Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Anatusaidia kuishi maisha ya kumpenda Mungu. Soma Wagalatia 5:18. 5 ni sura samani Wagalatia 5:16. 5:16 Wagalatia. Usome Wagalatia 5:16. Ndio. Nasema hivi. Basi nasema hivi. Enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Wala hatutazitimiza kamwe tamaa za mwili kama tunaenenda kwa roho. Wanaweza kutusaidia sana. Amen. Endelea. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho. Kwa sababu mwili utamani kushindana na roho. Uwezo ya Mungu. Na roho kushindana na mwili. Na roho kushindana na mwili. Nani anayekuwa na nguvu kati ya hao wawili? Ni roho. Tuendelee. Hatuko wote. Kwa maana hivi zimepingana. Hata hawezi kufanya unayotaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Basi mimi nienende kwa roho, kwa sababu nisitimize tamaa za mwili. Nazo ni nyingi, zinanitafuta kila siku na kila saa. Lakini kwa sababu za nguvu za Roho Mtakatifu ambazo tumejazwa siku ya leo hapa Arizona, hapa kanisani, neno la Mungu linatuambia ya kwamba tusienende ama tusifuate tamaa za mwili, kwa sababu zinaweza tupeleka wapi? Upotevuni. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Zinaweza tupeleka upotevuni. Upotevuni ni wapi? Jehanamu, kwenye lile shimo la moto liwakalo moto na nini na kibiriti, ulungula kila siku kwa sababu ya tamaa za mwili. Mimi sitaki fuata kuongozwa na Roho Mtakatifu ili nisiende kule na kukataa tamaa zote za nini? Za mwili. Ni nyingi na kila mmoja na tamaa yake hapa, lakini na kuwalinda ya kwamba na kukumbusha ya kwamba siku ya leo usienende, usiongozwe na ule, lakini ongozwa na Roho Mtakatifu ili upate kuzishinda tamaa zote za mwili, kwa sababu hizi mwili uliumbwa na Mungu ukawekwa mambo mengi, lakini sasa kupitia wewe, kupitia juhudi yako, kupitia juhudi yangu ambayo nitakwenda kuifanya ya kumkubali Yesu Kristo, tayari
ya kumpenda Yesu Kristo, ya kumheshimu Yesu Kristo, nitaomba kila siku niwe nakimbia hizi tamaa za mwili. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Omba kila siku, omba kila saa. Hata ukiwa kazini omba, ambia Mungu, "Hemena hii na ili mjanga, shike shaku alishasikia." Unaweza kusikia. Yuko karibu kabisa kusikia maombi yetu, mahitaji yetu, kila kitu chote tunachomuomba, na kila saa anasikia. Hata kimoyomoyo omba, anasikia. Hata lugha ya Kiingereza omba, Kiswahili omba, Kirundi omba, lugha zote anasikia. Yuko tayari, yeye aliziumba na yeye anasikia. Haijalishi useme bila yeye. Sijui kuomba mwa hii lugha, omba mwa hii nyingine lugha, atasikia. Wanaweza tusaidie sana. Amen. Amen. Roho Mtakatifu anakuwa anasema, basi nasema enendeni kwa Roho. Anatuambia tuenende kwa Roho, wala hatustahili kutimiza mambo ya mwili. Tunatakiwa kutimiza mambo ya Roho. Wanaweza tusaidie sana. Amen. Na kufuata hiyo, Roho Mtakatifu anatusaidia katika maombi. Hapa sasa, Roho Mtakatifu anatusaidia katika maombi. Roho Mtakatifu ananisaidia katika maombi. Roho Mtakatifu anasaidia kanisa katika maombi. Roho Mtakatifu anakusaidia katika maombi. Roho Mtakatifu anasaidia kila umoja wetu katika maombi. Soma Warumi 8:26. Warumi, kitabu cha Warumi 8, hiyo sura ya 8 leo imebarikiwa kwetu. Soma Warumi 8:26. Inasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wameishachoka sana, hata kujibu, hata kuitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho Mtakatifu anatusaidia katika kuomba. Roho Mtakatifu anakusaidia katika kuomba. Kipindi unapomuomba Mungu, Roho Mtakatifu anakusaidia. Na ndio maana Paulo katika kitabu cha Warumi anatuambia namna gani? Anasema kadhalika Roho naye anatusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa maana mimi sijui kuomba jinsi itupasavyo, ama jinsi inipasavyo. Kwa maana wewe haujui kuomba jinsi ikupasavyo. Lakini Roho Mtakatifu, kipindi unaomba lakini auombe jinsi ikupasavyo, Roho Mtakatifu yuko tayari kukusaidia. Yale maneno, yale mambo unayoyawaza, unayoyafikiria na ambayo hautaweza kuyafikiria, yeye yuko pale kuambia Baba yake. Anaambia Baba ya kwamba tazama hitaji la mtu huyu, tazama ombi la mtu huyu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Anapeleka ripoti pale. Na ndio maana nasikia ishimunena lakini nashi cha ubabi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bali makechi na mweneo. Amen. Amen. Hiyo ni kama makechi. Tano umekatazengo wala tani. Mweneo yuko kitakosi. Tulikuwa tunaombea ese, lakini tunapewa majibu ya mtu fulani mwenye yuko shuleni. Makechi. Amechaji. Peleka ujumbe kwake. Usiogope, kwa sababu yeye yuko karibu. Alina makechi. Bei yake inakwenda kutuambia ya kwamba, lakini huyo Roho Mtakatifu mwenyewe hutuombea kwa Bwana Yesu atusaidie sana.
kwa kuugua usikowezekana kutamkwa, yale maneno ambayo yanatushinda kutamka, yeye yuko karibu. Kwa hiyo ndugu yangu, nataka nikuambie ya kwamba Mkristo kamili anadumu kwa maombi. Silaha yake ya kwanza ni maombi. Silaha ya pili ni neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na ikiwa hizo zote silaha ni za kwako wewe Mkristo, ama mimi Mkristo, ama sisi wa Kristo, tunatakiwa kuomba itupasavyo. Tukikumbuka, sijue ni Mathayo 6:9 hivi nasema nini? Wanafunzi walimwambia Yesu Kristo, utufundishe kusali. Yesu akawaambia ya kwamba mwe mnasali namna hii: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mambo yanafuata pale, yanaendelea pale. Ni jinsi alivyowafundisha, na yale yako Bibliani. Lakini neno la Mungu linatuambia ya kwamba haijalishi uombe kwa maneno unayoyaomba, yale unayoyakusudia. Unusuku nuyuma Mungu angetelele. Unakwenda, unaomba Mungu. Yale yaliyokukwaza wewe uko tayari kupeleka ripoti. Wanaweza tusaidie sana. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu yangu, unatakiwa kuomba jinsi inavyokupasa. Na la mwisho la kumalizia hapa kwa siku ya leo, nataka nikuambia ya kwamba huyo Roho Mtakatifu anatoa uzima kwa miili yetu. Huyu Roho Mtakatifu anatoa uzima kwa miili yetu. Soma Warumi vile 8:11. Huyu Roho Mtakatifu anatoa uzima kwa miili yetu. Kila mmoja, Roho Mtakatifu anatoa uzima kwa mwili wake. Kipindi gani? So Warumi 8:11 inasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, anakaa ndani yangu na ndani yako. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu ataiuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Ataiuisha miili yetu iliyo katika hali ya kufa, iliyo katika kifo cha dhambi, kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa Roho wake anayokaa ndani ya kila mmoja. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Neno la Mungu liko wazi. Alificha. Neno la Mungu liko wazi barabara. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Roho wa Mungu anatoa uzima kwa miili yetu. Lakini huyo Roho wake yeye Yesu aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu. Yesu Kristo alifufuliwa katika wafu. Baada ya siku ngapi? Siku 3. Yuko kaburini. Huko alikwenda kufanya kazi, alikwenda kukaa tu. Alikwenda kunyang'anya miili ya watakatifu wote waliolala katika Yesu Kristo, na akafufuka nao. Ile siku Yesu Kristo alipofufuka, Biblia inatuambia ya kwamba miili ya watakatifu wengi ilionekana wapi? Yerusalemu. Na walioiona ni baadhi wale waliokuwa ndani ya Yesu Kristo. Wakiona miili, alienda kufanya kazi na alifufuliwa. Vile vile ama kadhalika, ikiwa wewe ukifa ile siku ya mwisho ya Yesu kuja kulichukua kanisa lake, ukifa ndani ya Yesu Kristo, na yeye atakufufua vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ni pale utakwenda kumlaki. Miili ya watakatifu wengi waliolala usingizi, wanaolala usingizi, haijalishi walilala ndani ya bahari,
haijalishi walilala ndani ya moto, haijalishi walilala wapi, Yesu Kristo atafufua ile miili yote. Na ikiwa wewe utakuwa bado hujaonja mauti, Yesu Kristo yote atayafufua na yatasikia parapanda ya siku ile, na kila mmoja kwa sikio lake atasikia na kwenda kumlaki wapi? Mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Swali ni kwako. Je, Roho Mtakatifu anafanya kazi zote hizi ndani mwako? Ikiwa nasema sina uhakika, ikiwa unajihisi kwamba Roho Mtakatifu hajafanya chochote, wewe unajihisi, tafuta nguvu za Roho Mtakatifu ili zipate kutenda kazi ndani mwako, kwa sababu tungaliki na muda, kwa sababu saa zingaliki, kwa sababu muda ungaliki. Kipindi unapokuwa ungaliki na hii pumuzi, tafuta uso wa Bwana. Kwa sababu gani? Usisubirie ile siku, labda sio ya kwako, labda ni ya mwingine. Ule mwingine atapata ile neema, labda wewe hutapata hiyo neema. Labda unaangaliwa ya hivi na hivi, lakini neno la Mungu linatuambia kwamba tafuta nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu zipate kutenda kazi ndani mwako. Tumesoma kazi za Roho Mtakatifu, kazi 6 ambazo zinafanya kazi, na zingine ziko hapo, lakini nimekusudia kuchukua hii 6 tu. Tulisoma ya kwanza, Roho Mtakatifu anashuhudia kuhusu uhusiano wetu na nani? Na Mungu wetu. Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatufundisha. Roho Mtakatifu anatuongoza kwa kila jambo. Roho Mtakatifu anatusaidia kuishi maisha ya kumpenda Mungu. Roho Mtakatifu anatusaidia katika maombi. Roho Mtakatifu anatusaidia katika uzima wa miili yetu. Kwa hiyo ndugu yangu, napenda nikuambie ya kwamba, ama nataka tuseme ya kwamba, tukiwa wakamilifu mbele za Mungu, Roho wa Mungu atafanya kazi ndani mwetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tukiwa wakamilifu mbele za Mungu, Roho Mtakatifu atatuongoza katika kila jambo na kila tendo. Roho Mtakatifu atafanya kile chote anachokusudia kufanya, tukiwa wakamilifu mbele za Mungu. Tatu, natuambia ya kwamba tukiwa wakamilifu mbele za Mungu, naye Roho wa Mungu atatenda kazi zake kupitia nguvu, uwezo, mamlaka, kila kitu. Roho Mtakatifu atatenda kila kitu. Swali ni kwako na kwako, labda wewe bado ungaliki katika maisha ya ulemavu, labda wewe ungaliki na mawazo mengi ambayo unayowaza yasiyo mazuri, labda wewe ungaliki na hiki na kile. Neno la Mungu linakuambia ya kwamba fungua moyo wako ili Roho wa Mungu apate kutenda kazi moyoni mwako. Weka moyo wako wazi ili Roho wa Mungu apate kutenda kazi yake ndani mwako, kwa sababu ungaliki na muda, kwa sababu tungaliki na muda, kwa sababu kanisa lingaliki, na hipo siku kanisa litachukuliwa, na watakaochukuliwa ni wale ambao watakutwa wako tayari. Labda wewe utakutwa hauko tayari, utabaki. Lakini ukiwa unajiandaa kila saa, ukiwa unajiandaa kila dakika, kanisa litakapokuchukuliwa na bwana harusi, na sisi ambao tutakutaniwa tuko tayari, tutakwenda kuwa wa bibi harusi. Kwa hiyo unatakiwa tujiandae, kwa sababu twende kuwa wa bibi harusi wazuri. Na Bwana Yesu atusaidie. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Ni leo ambayo tumefunzwa kuhusu Pentekoste, siku kanisa ilipozaliwa. Amen. Amen. Wakikuuliza kunyumba leo tumesoma nini kule kumitonde, ubambie leo tumefunzwa baadhi ya kazi za Roho Mtakatifu. Amen. Sio ile sita tu, usiende sema kule kunyumba sema isema ni sita. Zimoja kazi za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatia uhusiano kwetu. Eno yuwe ta eno, eno yuwe mbele eno, ta ene yangine agatoa telechi. Eno nuswelo huno, hii tabia hii ambayo umengangania tangu uwe na akili timamu, tangu uoe, tangu uolewe, ile kweli tuli mwamono Mungu wangu, hakuna naye kuona ili kweli. Lakini ukisoma kitabu cha Methali 15:3 inasema hivi, macho ya Mungu inaona mahali popote. Na inamalizia kusema kwamba inaona aina za watu hizi. Kuna aina tatu ya watu. Kuna aina ya tatu ya watu ni mbili tu, zinasema watu wazuri na watu wabaya. Kumbe neno hili litusaidie ili tujue kwamba Roho Mtakatifu alimuleta connection. Ni ikiwa kama nafanya maunganisho hiyo, ale momona, ale motomona. Mungu atusaidie sana siku leo. Amen.